mpaka raha. Wenye wivu. Wewe wachungaji wapo wenye wivu waje wakoke hapa. Hamna kujinyonga. Lakini sasa naomba turudi nyuma. Hata hapa sawa tu. Haina shida. Yes. Alinimbali si kwa nguvu zangu. Wow, vigelegele viko wapi? Asante. Sasa nitafanya tu kama sehemu ya baraka. Natamani nimeona fadhili zake, nimeona ukuu wake. Asante. Nimeona kwa sababu msishangae tunapata tunakupenda. DJ wasindikize tena. Hakuna mtoto wa kiee ambaye ana tabia mbaya. Hayupo. Labda uanze wewe. Kama namuona mama Nadia alivyofurahi. Naomba tusimame kidogo. Saidia watu.
Aliyekuja na vigelegele, piga vigelegele. Safi kabisa. Sasa nitamani tuende kwenye tukio lingine. Nimwite mmoja aliyeandaliwa upande wa bwana harusi aseme nasaha, alafu upande wa bibi harusi naye atasema maneno mazuri kwa ajili yao, angalau dakika moja moja. Baada hapo tutatoa zawadi. Basi karibu aliyeandaliwa kwa ajili ya Mr. Nadia kuzungumza maneno mazuri. Studio, alafu msinigomanishe. Kuna watu wanasema uliza hiyo fimbo. Acheni hizo. Mimi sitaki ugomvi. Baba, sisi hatujakuita kuuliza fimbo. Wewe sema tu na saa baba, alafu basi. Watu wakorofi kweli. Karibu baba. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha. Harusi safi. Kijana anaja kupendeza. Wewe hatari. Kaka moyoni. Hata kama unadaiwa amekusamea dhambi zako zote. Nina jambo dogo tu. Na Mungu anisaidie ili niseme hiki ambacho naona ni bora kusema. Mara nyingi tunapotoa nasaha watu na maana ya kile ambacho tunataka vijana watembee kwenye maisha yao. Lakini si jambo jema kama endapo Naja na mke wako utatembea kwenye maisha yako ukiwa peke yako ukamwacha Mungu nyuma. Ninachotaka kusema ni kitu kimoja, kwamba huu ndio uzao wa Yohana. Yaani wewe Naja, nadhani mwenzako alitangulia na Kalebu. Hii ndio nembo na ni alama ya Yohana Mkanumkole. Kimsingi nilitamani awepo. Kwa kuwepo kwake, nadhani hali uliokuwa nayo wakati unapoingia ukiwa peke yako usingekuwa nayo. Ulikuwa kwenye hali ambayo nadhani ulitamani kama Yohana angekuwepo. Nikaja nikasema kuwa kwenye hali ya kawaida. Uwe kwenye hali ya kawaida kwa sababu sasa wewe ndio mzizi unaotakiwa kuendelea kutembea mpaka nyakati za ukamilifu wa dahari. Vigelegele. Mke uliyempata anasimama kuwa tunu, zawadi kwa kizazi chako na wadogo zako. Lakini nyewe wawili sasa mnasimama kama faraja kwetu. Tunawatazama kama wazazi, maana sisi tunatembea tukienda mbele, lakini nyie mnakuja nyuma. Kama mnapokuja nyuma, mna nguvu ile ya amani, mna nguvu ya upendo, mna nguvu ya kukumbuka, mna nguvu ya kila kitu. Sisi tunapokwenda mbele, tunakwenda tukiwa na furaha, tukiwa na amani. Naja nikuombe usikengeuke kwa jambo moja ambalo mchungaji alizungumza. Kama msajili wa ndoa ya leo, alizungumza vitu vikubwa sana, na nikuombe usije ukaiacha njia hiyo. Lakini tazama, ukitazama hapa mbele unaona watu wengi. Watoto, kina mama, vijana wa kiume, wa kike wako hapa kushuhudia hicho ambacho umekifanya leo.
Asiwepo mtu ambaye atajuta kwamba siku ya leo lilikuwa ni tukio baya, maana baadaye unaweza kuja kufanya uamuzi tofauti na hawa uliowaweka leo. Badala yake maisha yako yote yakasimame kuwa alama kwa kila aliyesogea kwenye uwanja huu. Amen. Na ninamwomba Mungu kwamba asema Yohana akingalia naishi kwenye familia yake. Amen. Baada ya hapa ni washukuru nyote mliofika kwa ajili ya hafla hii. Ni sherehe kubwa, imewaiteni nyote, na kila aliyefika hapa hajaja akiwa peke yake. Yaani hapa sisi tuliposimama hatujasimama tukiwa peke yetu, kwa sababu hili ni tukio ambalo mbingu zimekubali. Amen. Na kama ni tukio ambalo mbingu zimekubali, tafadhali, hata Mungu anaona hii harusi imekuwa ni kubwa, kila mmoja ameweza kumtumia mjumbe wake mmoja mmoja. Hatimaye hapa tumekuwa binadamu wa kawaida na malaika wa kimbingu wanaolinda kila mtu wako kwenye eneo hili. Ni mashahidi wa tukio hili. Kwa pamoja niseme Mwenyezi Mungu na awabariki, awalinde, awapie miaka mingi, lakini tuone furaha ya ndoa ya Nadia kuanzia leo na siku za usoni. Asanteni sana. Asante studio. Sasa tumuombe pia upande wa mke mzuri wa Nadia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni shangazi wa Noadia Nyango. Ndiyo. Mimi ni mkubwa pa Robert Nyango, mwenye binti yake huyu hapa. Kwa hiyo huwa tunaishi kama mapacha. Ninamshukuru Mungu, mwenzangu mapacha wameoa. Mimi mapacha wako form 6 wanategemea kwenda chuo, walikuwa 3 walipona 2, nao ni wa kiume wote. Nashukuru sana Mungu, nikisema asante kwa yote yaliyotendeka mahali hapa. Nageukia kwa binti yangu Noadia. Noadia, umepata chombo, unanielewa? Mama mkwe umuheshimu. Ndio. Ukitoka huko kazini kufika kwa mama mkwe sio unalala. Wengine nimeona wanatandika mikeka kwa mama mkwe analala tu. Nguo zipo, kazi zipo, mama mkwe ampikie. Na wengine wako hapa hapa. Mimi nilikuwa na mama mkwe. Kwa kweli mama mkwe mimi nililia sana kwa sababu tuliitanaga mtu na dada. Na mimi mume wangu alizaliwa mmoja, wa kike walikuwa 10. Mume wangu alikuwa 11. Na hapo najua una mawifi wa heshima. Sitaki mambo ya kusema hivi labda mnagombana na wawifi. Yule unayeona na mapungufu mpe, hata kama yuko mbali. Mimi na wifi zangu wako Dar es Salaam, huwa naagiza vitu hata kwenye magari. Huyu mume uliyempata ni wa kwako, umesikia? Sitaki usikilize maneno ya nje. Yapo wanakuonea wivu na watu wanapenda. Saa zingine ni wapo hapa watakupiga vita. Mwanangu, simama katika neno, enyi wake watiini waume zenu. Mume wako wa kumtini huyu hapa anatoka na vitabu shuleni, we umekaa tu. Simama umpokee mume wako, kaweke mezani. Hapo nakuwa umeandaa maji ya kuoga, maji ya moto. Sio mume wako arudi kazini useme sina mboga. Kama maneno ya Mungu yanasema mwanamke ni kama merikebu inayotembea huko na huko. Unaponiona mimi ni shangazi yako, usione na uzee, si unajua. Lakini silali mpaka inapofika saa 1. Naamka saa 11 nitachota maji, nitapika uji wa watoto. Mjomba wako anapoenda kazini nihakishe amekula kitu cha moto. Anaporudi nijue chakula kipo. Mama shangazi. Na dharau naomba zisiwepo, utatutilia aibu. Sio muda tutapigiwa simu kusema huyu binti wezenu ana